Nimefurahia kwanza wimbo ambao unasema una maneno mazuri sana juu ya mwanamke. Kwamba mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Kweli kabisa. Sio wanawake walevi, sio wanawake wasiopenda kuokoka, wasiopenda Mungu. Ni wale wamchao Bwana ndio watakaosifiwa. Karibuni sana 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 sana. Zaburi ya 133. Tasoma mstari wa kwanza na mstari wa pili. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo mbinguni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwashukuru wanawake wa Biblia na kuwakaribisha mahali hapa katika huduma yetu ya Calvary Prayer Church. Mmefanya vizuri kuja kukusanyika pamoja nasi, kututia moyo na sisi tupate kusonga mbele pia katika safari tulio nayo wote kwa pamoja ya kumngojea Bwana Yesu kwenda mbinguni. Jambo ninaloliona kwa mwanamke wa Biblia, inakata viambaza au ukuta wa dini, ukuta wa kidini. Ile hali ya kuonana, huyu ni MTAG, huyu ni Calvary, huyu ni MFPCT, huyu si Pentecost, namna gani? Hii inaondoka kabisa, na ni nyakati za siku za mwisho. Mungu analikusanya kanisa pamoja, analiweka kanisa pamoja kuwa katika hali ya umoja ya kumngojea Bwana. Yesu anarudi kulinyakua kanisa na anataka kanisa lake ikae katika mkao wa pamoja wa umoja. Mungu wetu asifiwe. Hilo jambo ninaloliona, na Mungu ameanza, ndio ni wakati wa uamsho sasa. Ni wakati wa uamsho. Unaweza ukaliona kama jambo la kawaida, lakini lina siri kubwa katika roho. Mungu wetu asifiwe. Mimi niseme maneno machache, lakini Mungu awabariki viongozi wote ambao mmekuwa na maono haya. Kweli imeongozwa na Roho Mtakatifu. Viambaza vya dini. Leo unaona tumecheza pamoja, hatufahamiani kwa majina. Wengine hatujaonana kwa sura. Lakini ni ajabu, tumefurahi pamoja, tumecheza pamoja, tumeimba pamoja, na tunaonana kama ndugu wa baba mmoja.